Ni siku nyingine tena msikilizaji wa Wapo FM. Karibu katika matangazo ya kipindi cha yaliyotokea, na leo pia kama ambavyo juma lililopita nimekuarifu kuhusiana na tutakuwa naye hapa daktari na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mtafiti. Tutakuwa naye kama ambavyo nimekualika juma lililopita kuwa tutakuwa naye hapa mhadhiri na mtafiti wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Ali Mahadhi, idara ya biolojia ya molecular na biotechnology. Kubwa zaidi leo tunaangalia uhandisi jeni. Ni maarufu kama GMO, na hapa Tanzania imeonekana kama vile haipewi nafasi sana, lakini tutaangalia hili ni kwa nini, na atazungumza mengi sana hapa msikilizaji, na moja hapo ni pamoja na wanasiasa kutoipa nafasi sana, au serikali kutoipa sana nafasi uhandisi jeni. Ndo maana pengine inaonekana kama vile haipo Tanzania, lakini ipo, na kikubwa ni kwamba haipewi nafasi. Na kwa nini? Yote kwa yote tutafahamu hapa. Serikali haipigi marufuku kwa sababu inaruhusu sheria na miongozo. Yote inaruhusu ufanyaji wa tafiti wa GMO, vile mabadiliko ya vinasaba kwenye mimea inaruhusu, na mabadiliko ya kanuni ya mwaka 2015 kama sikosei, yalienda kumbadilishia ile sheria nilokuwa naizungumza mwanzo, ilikuwa strict liability, ile ya kwamba kumetokea madhara, wewe uliyezalisha kitu ndio unaanza kwa kujibu. Ilienda kufanywa mabadiliko, kuondolewa kwa watafiti. Kwa hiyo watafiti wakaondolewa ile strict liability. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba wana support hizi research. Kwa hiyo kikanuni na kisheria tunaruhusiwa kufanya tafiti. Sasa kinachokosekana ni wanasema ni political will, ni tuseme ni ile ushawishi wa kisiasa, ama ni utashi wa kisiasa, kwamba kukubali, kwa sababu inawezekana sheria inakubali, lakini kama aliyopo anayesimamia hataki, unaweza kama ukaiona haipo. Kwa hiyo kinachokosekana ni political will, kutokana na ndio maana ukipata viongozi ambao wanaipenda, wanaitaka bote, unaona mambo yanafanyika. Kwa sababu tumefanya tafiti hapo nyuma, tumefanyika tafiti pale TARI, walifanya tafiti ya mihogo, wakazalisha mihogo kwa kufanya mabadiliko ya vinasaba kwa ajili ya kupambana na virusi. Lakini ile tafiti ilikuja baadaye ikafa kutokana na mabadiliko hayo ya uongozi kwenye taasisi husika na Wizara ya Kilimo, kukosekana kwa utashi. Lakini pia tumefanya tafiti kwenye confined field trial pale Dodoma kule Makotopora, ambazo tumefanya ya kwanza kwa ya mahindi ambayo yanastahimili ukame, yanaitwa Wema, alafu baadaye ikaisha ile vizuri. Baadaye ikaja ya pili ambayo ni mahindi yanastahimili ukame na anapambana na wadudu vile vile, kwamba yana vitu viwili kwa pamoja. Yale hayakwenda vizuri, aliishia njiani, utashi huo wa kisiasa ikapigwa marufuku na wakachoma moto pale, wakaondosha kila kitu. Kwa hiyo sheria zinaruhusu, tatizo ni utashi wa kisiasa wa kiongozi husika. Kwa hiyo hicho ndio kimoja hapa, na ukishakuwa kiongozi husika katika mazungumzo yake, katika mipango kazi yake, hazungumzii taasisi pia haziwezi kufanya kinyume na makubaliano ya bodi. Lakini pia kama hakuna budget ambayo inatengwa kwa ajili ya aina hiyo ya tafiti, huwezi kufanya. Kwa hiyo ni kuwa na utashi wa kisiasa, lakini pia kusupport hizo tafiti, ikiwemo kuboresha hizo maabara, lakini pia kuweka pesa kwa ajili ya hizo tafiti. Kwa sababu nisema ukweli kwamba wataalamu tunao, kwa sababu tumeanza kusomesha wataalamu wa bioteknolojia tangu mwaka 2003. Tunatoa katika vyuo vyetu, University of Dar es Salaam, baadaye wakaja SUA mwaka 2010, na sasa hivi UDOM wanatoa. Kwa hiyo tunao wataalamu kwa katika miaka hiyo yote. Ni kwamba tuna accumulation, na kuna wengine wameenda kusoma nje, na wengine wameenda kubobea kwenye upande huo wa kilimo. Kwa hiyo tunao wataalamu, ni vile tu hatuna miundombinu na kuwa na fund ambazo zinawezesha kufanya hizo tafiti na kuwa na hiyo political will.
Sasa kama tungeweza kuwekeza hapo, tukazalisha GMO za kwetu, au tukafanya tafiti tukawa na uwezo wa kuzalisha za kwetu, alafu tukaamua tu kukaa tukasubiria the right time, kwamba jamani, sasa ukame umekuwa mkubwa kiasi kwamba hata zile mbinu zetu za irrigation hazitoshelezi, lakini sisi tunayo mbegu ambayo tumezalisha wenyewe, inaingia tu moja kwa moja shambani kwa ajili ya kwenda, kwa sababu itakuwa ishafanywa majaribio ya shambani. Sasa ni kuingia kwa ajili ya kuitumia, lakini sasa hatuna hiyo. Kwa hiyo tumekuwa sasa tunasubiria ikitokea hilo tatizo tuanze kuagiza mbegu hizo kutoka kwa wenzetu, ambazo sasa tunakuwa hatuna control nazo, kwa sababu hatujui wameweka nini na nini. Sawa. Ndio. Kwa sababu inawezekana zile mbegu wamezizalisha, halafu lakini hamjui kwamba imewekwa nini mle. Inawezekana wamezalisha sawa, inastahimili ukame, lakini pia wameweka terminator gene ambayo inafanya ile mbegu isizae zaidi ya mzao mmoja. Sawa. Sasa nyinyi, kwa sababu mtakuja wakati ambao mnahitaji, wakati mko kwenye crisis, mtashindwa yani huwezi kunegotiate ukiwa na shida. Unakuwa wewe uwezo wako kunegotiate ni mdogo. Lakini kama ulikuwa umejiandaa mapema kwenye taasisi zako za utafiti, umezalisha mwenyewe, umeweka unavyovitaka wewe kwa faida ya kwako wewe, ni kwamba inapokuja wakati wa crisis unatumia ulichonacho. Mimi wito wangu kwanza ni kuwa na kukubali kwamba hii teknolojia ipo na wenzetu wanaitumia na ina faida kubwa, na tumeona moja kwa moja kwenye afya, hawawezi hata hamna ambaye anakataa, kwa sababu tunaitumia kawaida. Na kama hawajui ni kwamba wajue kwamba bidhaa karibu zote zinazotumika hospitali ni mazao ya bioteknolojia, kuanzia hizo insulin, chanjo na madawa. Kwa hiyo na kwenye kilimo nako wenzetu ambao wamekuwa wakitumia teknolojia kwa muda mrefu wanayo na wanazalisha. Kwa mfano kama Marekani, Hispania na Portugal wamekuwa wakizalisha mahindi ya GM, ambao sasa kutokana na kwamba yana uwezo mkubwa wa kuzalisha, ndio wamekuwa wakiyatumia kwa ajili ya kutengenezea chakula cha mifugo. Kwa hiyo Europe yote na Marekani mifugo inakula mahindi ambayo ni GM. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia hivyo kwa sababu wao wamekuwa ni wazalishaji wakubwa wa chakula cha wanyama. Kwa hiyo karibu Europe yote, mpaka hao ambao wanakataa wasilime, mfano Ufaransa ambao wanakataa kulima GMO, lakini wanatumia GM kutoka sehemu nyingine. Na kwa hiyo kwenye kilimo imekuwa ikitumika. Marekani pia ni mzalishaji mkubwa wa GM mazao, sio tu mahindi ambao kwa ajili ya mifugo, lakini anazalisha viazi mbatata kwa ajili ya chips, anazalisha mafuta canola kwa mambo ndio yanatumika, lakini pia anazalisha pamba. Kwa hiyo kama mtu anaenda Marekani ananunua suti kutoka Marekani, ananunua suti kutoka Canada, basi hiyo suti imetengenezwa na GM cotton ambayo anavaa na wala hawashwi wala hajawahi kumoko. Ni kwamba yeye mwenyewe ameshakuwa akitumia. Ukienda Afrika Kusini, asilimia kubwa mahindi yao ni GM, lakini pia pamba yao asilimia kubwa ni GM. Kwa bidhaa zinazotoka Afrika Kusini nyingi ambazo tunazitumia zimetengenezwa kwa GM. Kwa GM ipo na wenzetu inawapa faida, na sisi ni watumiaji. Lakini hata ukienda kwenye supermarket zetu kuna cornflakes, kama ukifanya uchunguzi kidogo ukasoma, utakuta mle mengine yameandikwa kwamba yame contain GM 1%, 5%. Yaani wewe ukifanya tu random check kuna vitu vingi. Kwa hiyo wenzetu wanatumia na wanazalisha, na sasa wameshatufikia, ila tunataka au hatutaki. Kwa hiyo na sisi ni kujua kwamba ipo kwanza, pili ni kujua kwamba ina faida, ndio maana wenzetu wanaikumbatia. Kwa hiyo na sisi tutumie uwezo tulionao kwa ajili ya kupata faida yake, kwa hiyo kuwekeza. Kwa hiyo jambo la pili ni kuwekeza kwenye hiyo bioteknolojia, kuwekeza kwenye miundombinu, kujenga maabara na miundombinu ambayo ina support research, na pia kuwa na fungu kuipa, kama ambavyo wakati ICT inatamalaki tukaipa kipaumbele kwa sababu tuliona ina faida yake, mpaka tukatengeneza sheria, sera kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ICT na tunaitumia, tunakuwa na wataalamu, na vile vile bioteknolojia inahitaji hiyo kwamba kuipa kipaumbele
ili uweze kuwa na uzalishaji wetu wenyewe wa kibioteknolojia. Kwa hiyo ni wadau wote, ni serikali na wadau wengine wakiwemo mfano viwanda. Kuna viwanda ambavyo moja kwa moja vitahitaji huduma ya bioteknolojia kutokana na aina yao ya bidhaa wanazozalisha. Kwa hiyo watu wawekezaji wa kwenye viwanda, lakini pia wawekezaji wa kwenye afya, wawekezaji wa kwenye mpaka kwenye madini pia. Siku hizi tunatumia bioteknolojia kwa ajili ya processing madini. Tunatumia bakteria ambao wengine wako engineered kwa ajili ya kwenye kumine na madini mbalimbali na kwenye kusafisha madini mbalimbali. Kwa hiyo ni karibu sekta zote, afya, kilimo, kwenye madini, kwenye viwanda, mpaka kwenye viwanda vya sabuni kote. Kwa hiyo ni wadau wa bioteknolojia katika maeneo mbalimbali kuwekeza, na serikali pia kutengeneza sheria na kanuni rafiki kwa ajili ya tafiti na kwa ajili ya biashara ya bioteknolojia. Kwa sababu unaweza ukiruhusu utafiti alafu lakini kwenye upande wa biashara ikawa sheria ni ngumu, hata tafiti zenyewe haziwezi kuwa na maana. Kwa sababu hakuna mwekezaji ambaye anawekeza kwenye tafiti ambayo haoni manufaa yake baadaye. Kwa ni lazima kwanza uweke mazingira mazuri kwenye utafiti, lakini uweke vile vile kwenye mwisho kule wakati inatoka bidhaa kuna mazingira rafiki. Kwa ni kutengeneza kanuni na sheria na kanuni ambazo ni rafiki. Sema kwamba kwanza ni kutambua uwepo, ndio, na kwamba ina faida, na ndio maana wenzetu wanaikumbatia na wanazalisha, na mpaka bidhaa nyingine zinapitia tukiwa hatutaki au tunataka. Lakini pia la pili sasa, kisha kutambua kwamba ina faida, ni kutengeneza pia sheria na kanuni rafiki kwa ajili ya tafiti na uwekezaji wake wote pamoja na kuzalisha. Na la tatu ni kuwekeza sasa, ambao sasa hii moja kwa moja inawagusa wadau wote, sio serikali. Ni kuwekeza kwenye bioteknolojia, kuweka miundombinu, maabara na vituo vya utafiti ambavyo vitawezesha kufanyika kwa tafiti vizuri hizi za bioteknolojia. Lakini pia ni kuweka na fedha, kwa sababu bila ya fedha, ukitegemea fedha ya mfadhili ana dictate kipi ufanye. Kwa hiyo atakulazimisha ufanye tafiti ambayo pengine haijibu matatizo yako. Lakini ukiwekeza hela yako mwenyewe, utaamua mwenyewe ni aina gani ya utafiti ufanyike, badala ya kuja kukulazimisha kufanya utafiti wa ngano wakati kumbe wewe ni mzalishaji mkubwa wa muhogo. Utafanya wa muhogo kwa sababu ndio zao lako la kimkakati la kupambana na njaa. Kwa hiyo ni kuwekeza ili uweze kuzalisha tutoe solution kutokana na matatizo yetu wenyewe, na vile vile kuweza kupunguza athari ya kuingiziwa vitu ambavyo pengine hatujui kilichofanyika zaidi. Lakini pia kuwekeza kwenye teknolojia, hasa upande huu wa diagnostic, kwenye kugundua, pia tuweze kuwekeza kiasi kikubwa, kwa sababu kama tunataka kuzuia vinavyoingizwa hivi vikawa vimeingiza venye madhara, lazima tuwe na uwezo wa kuweza kuvijua. Kwa hiyo ni kuwekeza pia kwa upande huo, ili kule kwenye mipaka kule ambako vitu ndio vinaingia airport, tuweze kuwa na uwezo wa kudetect kwamba hii shehena iliyoingizwa ni ya mahindi au ni ya kitu gani, lakini ndani yake ina aina ya bidhaa ambayo ina vinasaba vilivyofanywa mabadiliko. Sasa pia kuwekeza katika huo upande pia ni muhimu, ili itatuwezesha kujua kinachoingia, tunachokitaka tutakiruhusu, tusichokitaka tutakizuia. Lakini ukiacha ukawa huna uwezo, hata usichokitaka kitaingizwa. Nikushukuru sana msikilizaji wa Wapred FM, hususan katika kipindi hiki cha Yaliyotokea. Wewe ambaye umepata nafasi ya kupata elimu hiyo, kikubwa pia ni serikali kuchukua hatua kuhusiana na elimu hii, ama kuwapa nafasi hawa watafiti. Kama utakumbuka pia msikilizaji, nikukumbushe kitu hapa. Kampeni ya majaribio ya mbegu za GMO hapa nchini Tanzania zilianza mwaka 2008 chini ya mradi wa WEMA unaofadhiliwa na wakfu wa matajiri, yani Bill na Melinda Gates, lakini majaribio rasmi yalianza kufanyika mwaka 2016. Ni hayo tu kwa leo msikilizaji, asante na asubuhi njema. Mimi naitwa David Gile.